Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa. Kwa uzingatia fuatayo. Sala ya Bwana ambayo tumeikazania sana isema Baba yetu uliye. Nikwambieni jana, lengo ni kutambua kwamba huyo Mungu ni baba yako wewe. Yaani wewe ukitembea barabarani wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Usije ukajishusha hadhi. Huwa nawaambia hatunywi pombe na hatutendi dhambi sio ili twende mbinguni, ila ni kwa sababu sisi ni raia wa mbinguni tayari. Tulishabadilishwa status. Napenda sana kutumia mfano huu. Mheshimiwa Rais amekuteua kuwa katibu mkuu, alafu tunakukuta unagombania mahindi ya kuchoma barabarani. Baba yetu, Mungu wetu, ukawe nasi tena tukaisikie sauti yako. Kila kizuizi ukakiondoe, ili utukufu ukurudie wewe. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Amina. Matokeo ya mfungo wa Yehoshafati. Matokeo ya mfungo wa Yehoshafati. Yako baadhi ya maswali ambayo nimeanza kuyapata, lakini kwa sababu ndo tunaanza kutengeneza msingi, kesho tutaenda kwa kina tuweze kuangalia huenda aina za mfungo, unafungaje, mambo gani ambayo unaweza ukayafanya au usifanye wakati umefunga. Hizo ni mada ambazo zinakuja hapo mbele. Sasa rudi kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, ile sura ya 20 ambayo ndio tulianza nayo, sura ya 20. Na kama una Kiswahili cha kisasa basi itakuwa ni vizuri zaidi, ila kama huna, na kushauri utulie usikilize. Kuna baadhi ya vitu utajikuta unaanza kuangalia misamiati badala ya kuelewa, kwa hiyo utulie hapo hapo. Haya, mambo muhimu ambayo natamani uweze kuyachukua, usije ukasahau vitu muhimu ambavyo ni vya kuchukua. Kumbuka Yehoshafati aliposikia juu ya uvamizi ambao ulikuwa unakuja wa Moabu, wa Amon na wa Meuni, mwitikio wake wa kwanza ulikuwa ni kupiga yowe. Mwitikio wa kwanza ulikuwa nini? Mshike mkono jirani yako, mwambie kaa mkao wa kusikiliza. Mwitikio wake wa kwanza ulikuwa ni nini? Jibuni jamani, nauliza. Na nafikiri pia na wa online pia wanaweza wakajibu, alafu mtaniambia wamecomment nini hapo ambao wako live, tuone nani anapata majibu. Haya, mwitikio wake wa kwanza ulikuwa ni nini? Naanza upande huu. Mwitikio wa kwanza ulikuwa ni nini? Mwitikio wa kwanza ulikuwa nini? Mwitikio wa kwanza ulikuwa ni nini? Majibu yameshakuwa mangapi? Haya. Nyie mmesema ni nini? Kumtafuta Bwana. Nyie mmesema ni nini? Kuogopa. Sio ni hawa hapa. Nyie? Hawajui kinachoendelea. Hapa kutafuta uso wa Bwana. Hapa na kumtafuta Bwana. Viwili. Hapa alishikwa na hofu. Haya, majibu. Wa mtandaoni nao wamejibu huko. Sijaona kama na wenyewe wametoa majibu yao, tuone nani wamepata. Haya. Wamesema kupiga yowe. Huko mtandaoni huko. Kristo wa neema yote. Haya, majibu. Hawa hapa mkasi. Hawa hapa mkasi. Hawa hapa 50. Hawa hapa 100. Mwitikio wake wa kwanza ulikuwa ni hofu, woga. Na tumesema kwamba inabidi ukubali hiyo kwa sababu wewe ni binadamu. Ukijidanganya kwamba eti wewe sio muongo, ni muongo. Ndio maana nikakupa 50. Maana ulichanganya vyote, ulikuwa na lengo la kunichanganya na mimi nikakushtukia.
Kuna watu ambao wanaulizwa, haya wanaosema hiki ndivyo kilivyo wanyoshe mikono. Ili ukisema ndio, ukisema sio, ndio ile anasema yote kwa pamoja. Katika makosa ambayo tunafanya kama binadamu, hasa tukiwa kanisani, ni unafiki wa kiroho. Yaani unajidai hauogopi, lakini kumbe unafanya nini? Unaogopa. Ukihitaji Mungu akutendee mambo katika maisha yako, usiwe mnafiki. Kama una kitu kimekutisha, ukipiga magoti mwambie Mungu, nimeogopa. Usijidai, Baba najua una nguvu, ila moyoni unaoga. Umesahau kwamba Mungu anasoma. Wadanganye akina mchungaji Manoti au wadanganye wazee wa kanisa, wadanganye akina mchungaji Mbaga au wadanganye, lakini Mungu usije kufanya hivyo. Anasoma. Umetoka nje umekuta hirizi mlangoni mwako, mwambie Mungu, najua una nguvu, ila moyoni nimefanya nini? Nimeogopa. Sielewi vitu gani. Mmoja alikuta nyumbani kwake, kwenye biashara, ilikuwa ni kwenye biashara yake. Amekuta hapo ameandika lugha ambayo haielewi ya Kiarabu, na wamechora vitu vya ajabu, akavikuta hapo, akanipigia simu, Pastor, nimeona vitu vya ajabu. Nikamwambia, kumbuka andiko, mtakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachowadhuru. Kwa hiyo nifanyeje? Nikamwambia, kanyaga. Sawa Pastor, lakini usikate simu. Kama vile simu yangu inamsaidia chochote. Haina msaada hiyo. Mwitikio wa kwanza ulikuwa ni woga. Hata hivyo, badala ya kuruhusu hofu imtawale, alitafuta hekima na mwongozo kutoka kwa Mungu. Haleluya. Akaita watu wote waingie kwenye kufunga na kuomba. Na mimi nakuambia mtoto wa Mungu, kama ni chakula umekula sana, yatosha sasa. Tenga muda wa kutafuta uso wa Mungu kwa kufunga na kuomba. Acha hii habari ya kila saa wewe. Hata wanaoanza kuanzia kesho tutaanza kujifunza yani ufungaji kwa level ya kwanza. Unapoanza wazoefu, maana kuna wengine anakimbilia ile level ya juu, alafu ikifika kwenye saa 8 anaanza kuwaza hivi, hakuna kaandiko kakuruhusu kukaza swaumu, maana mambo yamekuwa ni mengine. Angalia fungu lile la 5, tuanzie la 4 mchungaji, ili tutirike vizuri. Fungu la 4 afu tutaendelea. Sikiliza matokeo. Fungu la 4. Ndio. Watu wakaja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda. Watu wakaja wapi jamani? Yerusalemu. Kutoka miji yote ya nini? Ya Yuda. Ya Yuda. Wakakusanyika ili kumwomba Mwenyezi Mungu. Wakakusanyika ili kumwomba Mwenyezi Mungu. Stop kidogo hapa. Awasaidie. Nauliza wazee wa makanisa, wakati makanisa yetu yameingia kwenye changamoto, wakati tuna ndugu zetu wanateseka katika imani, nikisema hivyo mnanielewa, ni viongozi wangapi wameita waumini wote ya kwamba tukutane siku ya Jumatano, tukutane siku ya Alhamis, na watu wakiwa wamefunga kumwombea fulani ambaye yuko Muhimbili amelazwa. Tunachoishia ni kuchanga hela. Tangazo, mwenzetu amelazwa kule Muhimbili, kwa hiyo tunaomba tuanze kumchangia fedha kwa ajili ya operation. Badala ya kusema pamoja na fedha tunachanga, lakini tuje kwa maombi kuanzia asubuhi hadi jioni, tumuite Bwana kwa ajili ya ndugu yetu anayeumwa. Mungu awasaidie muamke usingizini, kwa sababu sio hospitali inayoponya mtu, ila ni Mungu kupitia mikono ya madaktari. Kuna watu wanapelekwa hospitali na oksijeni zipo, kila kitu kipo, lakini bado wanakufa. Msije mkasahau mkatukuza watu kuliko Mungu. Rudini katika magoti na kuomba. Haleluya. Haleluya. Mvua imegoma kunyesha, tunalalamika kama watu wasioamini, na sisi tunalia kama wao. Kuna tofauti gani kati ya mcha Mungu na ambaye hamchi Mungu? Ikiwa wakilia ukame, tunalia ukame. Wakilia uchumi, tunalia nini? Hivi kuna faida gani ya ziada kumtumikia Mungu aliye hai? Onyesha tofauti kwa kuingia kwenye maombi kwa ajili ya kumwita Bwana aingilie kati. Mungu atusaidie sana. Ndio fungu la ngapi mchungaji? La 5. Watu wote wakaitwa kwa ajili ya maombi, ndio? Fungu la 5. Ndio. Yehoshafati akasimama katikati ya kusanyiko la watu wa Yuda na Yerusalemu.
mbele ya ua mpya wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Akaomba kwa sauti akisema. Shia. Akaomba kwa sauti ya chini. Akaomba kwa sauti. Akaomba kwa sauti. Kuna watu wanaitwa kuomba hapa mbele, wanaomba yani hata mtu aliyeko pale hasikii. Unapoitwa kuomba, ukiambiwa omba kwa ajili ya kusanyiko, omba kwa, sio unatuingiza kwenye majaribu ya kuitikia amina ambao hatujui uliomba nini. Sasa stop kidogo, maana mchungaji anambia atulie hapo, kuna kitu nataka ukipate kabla tujaenda kwenye ile fungu kwa kina. Sikiliza vizuri. Niliwaambieni kwamba kama kuomba ni kuomba tu, wanafunzi wa Yesu wasingemuomba Yesu awafundishe kusali. Unakumbuka hilo fungu? Ina maana kwamba kuna maombi ya kawaida ambayo unaweza ukaomba na ukapata vitu vya kawaida kwa sababu uliomba kawaida. Naenda zaidi ya hapo. Nimewaruhusu, ukiona kuna sehemu hujanielewa niambie, nirudi tu, nitakuelewesha vizuri. Yesu akawaambia, ombeni kwa jina langu nanyi mtapata. Tena akawaambia, hata sasa hamjaomba. Ombeni ili furaha yenu ifanye nini? Itimie. Hilo fungu mwahi kuliona kwenye maisha yako? Si mwahi kuliona? Kumbe Yesu anawaambia hata sasa hamjaomba. Jiulize maswali yafuatayo. Tumewaona wakitoa pepo wakati walipotumwa wale 70. Jamani, naongea na watu au na binadamu? Si tuliona kwa wanatoa pepo wakaja kuripoti. Na waliomba vitu vingi sana. Lakini Yesu anawaambia hiyo yote ilikuwa ni level ya chini, hata sasa hamjaomba. Nisikilize vizuri. Kuna mtoto wa Mungu huko hapa, ulishabatizwa na umempokea Roho Mtakatifu, lakini maombi yako bado ni ya level ya chini, yale ya kawaida ya kukulinda usipaliwe wakati unakula ugali. Hujavuka nini? Level. Roho Mtakatifu akusaidie kulielewa hili. Maana sina lugha ya ziada kukuambia unielewe, ila tu unaishi chini ya kiwango. Yaani hata malaika ambao wametumwa kukulinda wakutazama wanasema hata sasa hajaomba. Wao kunasema nimeomba, sasa bado. Sio wa level hii. Yaani hapa alipo bado, malaika akiambiwa hivi baba yake alivyomuumba huyu alitakiwa afikia, malaika anatazama anasema level yake ni ya juu, lakini bado anaomba vitu vidogo. Na kwa nini anaomba vitu vidogo? Ni kwa sababu bado hajamuelewa baba yake wa mbinguni. Bado hajajua uhusiano wake. Na mimi nakuambia hivi, mwisho wa imani yako ndio mwisho wa muujiza wako. Kama umenielewa sema endelea, kama hujaelewa sema rudia. Biblia inasema sawa sawa na imani yako pokea. Kwa hiyo muujiza wako, imani yako inapofikia ndio mwisho wa muujiza wako. Usitarajie muujiza zaidi ya imani yako. Alipokuwa nyumbani kwao, maandiko yanasema alitenda miujiza michache, sio kwa sababu ya ukosefu wa nguvu zake, ila kwa sababu ya upungufu wa imani yao. Kwa kuna vitu Mungu anaweza kutendea, ila wewe umejifungia mahala fulani. Unasema anaweza akamtendea Petro, anaweza akamtendea Yohana, lakini mimi hawezi kunitendea. Na mimi nasema kama imani yako iko hapa, hapo ndipo mwisho wako. Lakini kama imani yako inavuka jua, hapo ndipo mwisho wa muujiza wako. Ninatamani yeyote anayenisikiliza, usipeleke hoja duni mbele za Mungu. Peleka hoja za nguvu, maana baba yako ana nguvu kuliko unavyofikiria wewe. Mahala fulani Ellen White anasema Mungu hujisikia vibaya sana watoto wake wakileta vitu vidogo. Yaani unakuta umefunga na kuomba. Sasa mbingu yote inasubiria, amefunga leo. Anaombea nini? Ili wanasubiria wasikie anaombea nini. Wanakusikia ombi unaloombea, baba nipe baskeli. Sasa baskeli. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo zingatia fuatayo. Sala ya Bwana ambayo tumeikazania sana inasema baba yetu uliye mbinguni. Nikwambieni jana, lengo ni kutambua kwamba huyo Mungu ni baba yako wewe. Yaani wewe ukitembea barabarani wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Usije ukajishusha hadhi. Nawaambia hatunywi pombe na hatutendi dhambi sio ili twende mbinguni, ila ni kwa sababu sisi ni raia wa mbinguni tayari.
tulishabadilishwa status. Napenda sana kutumia mfano huu. Mheshimiwa Rais amekuteua kuwa katibu mkuu, alafu tunakukuta unagombania mahindi ya kuchoma barabarani, uvuliwe hicho cheo. Hata kama ulikuwa unapenda mahindi ya kuchoma, kazi yako ni kutuma driver aende akafanya nini, akakuletea. Mnaanza kugombania ndimu. Usimkamulie huyo kwanza, hebu kamua la kwangu kwanza. Nani wakati mkuu? Ndio huyu. Kuna vitu kama mtoto wa Mungu hutarajii kuvitenda, maana tayari umeokolewa. Level ishabadilika. Maombi yako yawe tofauti kabisa. Namna ya kuomba ibadilike. Tujifunze kwa watu wa imani. Jehoshafati ni kati ya watu nao wapenda kwenye Biblia. Nimetaja wengi nao wapenda, lakini kwa katika list mkiniuliza, Jehoshafati anashika namba 2. Namba 1 katika binadamu ni Daudi. Hakuna anayemfikia yule yako. Hakuna anayemfikia yule jamaa kwa kweli. Ndiye mfalme pekee ambaye mbinguni amepewa mtaa. Mlikuwa hamjui? Sayuni maana yake ni mji wa Daudi. Yaani kule mbinguni ukatiza kuna mtaa wa Daudi. Mungu atakwambia ukatiza hapo. Na kama unamchukulia simple yule jamaa, wafalme wote waliofuata baada yake na maovu waliotenda, ilikuwa Mungu awafute kabisa, lakini kila akimkumbuka Daudi. Kuna siku alikasirika sema nitafuta ukoo wote, hakuna mfalme hata mmoja. Baadaye akasema ila kwa kiapo nilichompa rafiki yangu nitambakishia mtu angalau huyu. Wewe unabakishiwa nini kwenye ukoo wako? Wa pili ambaye ni watatu ambaye nampenda sana alikuwa ni Elisha. Jehoshafati namba 2, watatu ni Elisha. Elisha nampenda sana. Elia nampenda, lakini vitu vyake vingi. Sio kwamba mbinguni haendi, usije ukachanganya mafaili. Mbinguni tena ameshaenda tayari. Utanishangaa sana kwamba Elisha hata mbinguni hakutwaliwa. Elia ametwaliwa. Kuna vitu vya Elia mimi ni mtu wa Mungu. Sasa watu wanachanganya mafaili hapa. Kuwa mtu wa Mungu na kuwa na tabia ambazo sio nzuri. Sijui unanielewa hapa. Usije ukachanganya mafaili. Yaani mbinguni anafanya nini? Anaenda. Ndio maana hata siku anaenda tu pale, siku anapaa, Elisha akaambiwa nikupe nini? Akamtazama. Asema roho yako lakini mara 2. Jamaa akamwambia umeomba kitu? Maana sina na moja. Tuache kama alivyo. Jehoshafati ni ndume nayoikubali sana. Ana madhaifu yake mengi. Alifanya urafiki na Ahabu ambao ni kosa. Maana Ahabu alikuwa ameoa mchawi anaitwa Yezebeli. Si mnajua hiyo Ahabu mpaka alijenga nyumba za kuabudu mizimu. Lakini walikuwa na kaurafiki na huyu jamaa Jehoshafati. Cha ajabu, uone Mungu alivyo ajabu sana. Pamoja na madhaifu yake yote, Jehoshafati akigundua amechemka tu, anarudi kwenye magoti haraka sana. Haleluya. Kuna watu unamuonya kuhusu dhambi yake, mbishi. Uliniona? Mlikuwa na nani? Kwanza mlikuwa wapi? Nataka baadaye ukiona staili yake ya maombi ambayo tutaiona hapo chini sasa hivi, ujue jamaa kwa nini alikuwa anajibiwa. Hata staili ya kuomba, maneno anavyoyapangilia tofauti na wewe. Nakumbuka matukio kadhaa, siku moja wanaenda kupiga vita na Ahabu. Jehoshafati akashtuka. Mimi nawaambia watoto wa Mungu mlioko hapa, hata kama umejaribiwa ukaingia kwenye dhambi, usije ukadanganywa na shetani kwamba kwa sababu ya dhambi yako usiombe. Nipungie mkono kama wanaanza kunielewa. Shetani asije akakudanganya. Umetumbukia kwenye dhambi, umeanguka kwenye matope, uko pale chini. Mtoto wa Mungu ambaye amekomaa kiroho, ukianguka chini unainuka tena. Sio kugaragara hapo chini, unaanza kugaragara hapo chini. Tena wakati mwingine shetani anaweza kutumia watu wa ndani kukuangusha. Kwa hiyo kazi yako ni kulaumu. Sikujua mzee wa kanisa atanifanyia hivi. Sikujua shemasi atanifanyia hivi. Nikwambie kila mtu ataulizwa siku ya hukumu, yeye kama yeye. Haulizwi aliyekuangusha ni nani. Mungu atusaidie sana.
Ile siku amefika pale, jamaa amedanganywa na Ahabu rafiki yake, wakaenda kupiga vita ambavyo sio sawa sawa. Yuko pale ametulia, akasema hatuwezi kwenda kienyeji, tuombe kwanza. Asema tunaombaje? Sema kwa kawaida yetu tunauliza manabii watuambie tuende au tusiende. Wakaitwa manabii, kila nabii anayekuja, nenda utashinda, nenda utashinda. Jehoshafati pamoja na udhaifu huo wa kwenda kuungana na Ahabu ili tu kuendeleza urafiki wao, akamsaliti Mungu, lakini bado alikuwa na roho ya Mungu ndani yake. Haleluya. Usije ukamwona mtu ameshika chupa ya pombe ukaanza kumcholea mstari, anakwenda jehanamu. Kuna mtu ameshika chupa ya pombe, lakini wakati anakunywa ndani yake anasikia hatia. Roho bado anasema nena, wewe sio wa hizi chupa. Ila addiction, urahibu umemkamata. Anashika chupa, anakunywa, lakini roho Mungu anambia wewe hii sio level yako. Hii sio ya kwako hii. Sisi mtu kimkaza anaenda motoni huyo. Malaika anasema tumepewa kazi na baba yake tuhakikishe anafika nyumbani salama. Alafu ataenda kanisani, atasikia mahubiri, atatubu. Je, huku mnamsema? Mungu atusaidie. Jehoshafati akauliza, je, hakuna nabii wa Mungu wapi? Ina maana wote manabii waliotoa unabii sio wa Mungu. Akajibiwa straight na Ahabu, asema yuko mmoja anaitwa Mikaya mwana wa Imla, ila simpendi. Maana huwa kazi yake ni kunitabiria nini? Akamwambia tena Yehoshafati ana kauli nzuri sana, sema la, mfalme asiseme hivyo, naye aitwe. Askari akaenda kule akamuwahi haraka sana. Nataka uone jinsi jamaa alivyo na kipenzi cha Mungu kama baba yake Daudi. Askari akamuita kule akamwambia Mikaya, manabii wote wameongea kauli hii, na wewe unaenda chonde chonde useme kama wenzako, tunakujua. Usigeuze kauli. Akafika mtoto wa Mungu pale, na msidhani kuwa nabii hakuna hofu. Na woga ukafanya nini? Ukamwingia kucheki, wamekaa majemadari, makamanda wako hapo, manabii wote wamekaa pale, wamesema neno moja. Jamaa akasema akaulizwa, wewe Mikaya unasema? Alisema kwa Ramoth Gilead utashinda. Jamaa akalogwa, akaongea kitu cha pili, akamuuliza swali, imekuwaje leo unaniambia hivi? Sasa ngoja nikuambie ukweli. Na aliwaona Waisraeli wakikimbia kama kondoo wasio na nini na mchungaji. Ikawaje? Anasema nilikuta kikao cha Bwana amekaa. Yeye Bwana, kwa lugha nyingine ya kwangu naongezea version ya kwangu, nikana kwamba anamwambia Bwana hana shida na wewe Jehoshafati, ng'ombe wake ni Ahabu. Kwa kwenye kikao nilisikia Mungu akiuliza, nani anayekwenda kumdanganya Ahabu ili tumalizane naye? Anasema kila malaika alikuja akatoa taarifa yake. Malaika wa kwanza akasema, aliposikiliza ile story Mungu akasema, wote mlioongea hapa hamna kinachofaa. Ndipo shetani akaja, sasa mimi ninajua cha kufanya. Utafanyaje? Nitaingia kwa manabii wake, alafu niwe manabii wa uongo, wataongea uongo, atakwenda naye mtamalizana naye. Mtu mmoja akaniuliza, Pastor, kwa nini malaika walitoa hoja yao Mungu akaikataa? Alikataa kwa sababu malaika wa Mungu kwa asili hawasemi uongo. Kwa Mungu aliwasikiliza, sema hii stahili utoboi. Ila shetani kwa kuwa ni baba wa huo, alipopiga Mungu akamwambia, uongo wako nimeuelewa. Najua unanitazama unatamani uniulize swali, Pastor, ina maana Mungu na shetani wanashirikiana? Si ndio swali unataka kuuliza hilo? Mbona wanajadiliana? Sikiliza, twende taratibu. Ahabu amekuwa kiongozi wa wachawi kwa sababu ya mke wake. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo amejitoa, ameuza nafsi yake. Ni kama Illuminati wanavyodanganya wanamuziki, wanafanya maarufu, unauza nafsi. Kwa hiyo amegeuka, amekuwa adui wa nani? Wa Bwana. Hata Mungu atakapochoma watu siku ya mwisho, lengo sio watu, lengo ni dhambi iliyoko ndani yao. Kwa wakati anachoma ile dhambi, na mtu naye anafanya nini? Kwa lengo la Mungu sio kumwangamiza Ahabu, ila ni kuangamiza roho iliyoko ndani yake ambayo Ahabu amekataa kuiachilia. Tunaanza kuelewana sasa? Kwa hiyo Ahabu ni kama vile tuko hapo. Umesikia juzi, juzi nimwambie ni Waisraeli wameshambulia tenki la mafuta la Wahuthi. Lengo sio kwamba eti shida yao ni tenki la mafuta, ila ni ile maeneo yenye nguvu ya kwao. Hata ukiona Mungu anamshambulia mtu anayekusumbua, shida sio ile mtu, ni roho iliyoko ndani yake. Tunaanza kuelewana sasa? Namba 2, uelewe vizuri kabisa. Hakuna jaribu lolote lililotoka kwa shetani ambalo linakuja kwa mkono wa shetani ambalo Mungu hajaruhusu.
Bado. Mchungaji amekaa pale, shetani ameamua kumjaribu mchungaji. Tuko sawa sawa? Shetani hawezi kumjaribu pasta kama Mungu hajaruhusu pasta ajaribiwe. Ndio maana anapokuja kwenye hoja ya Ayubu anamlilia Mungu, anamwambia mimi nikitaka kumpiga umemzingira. Tunaanza kuelewana sasa? Mnakumbuka Petro naye akaambiwa kwamba Yesu anamwambia Petro, shetani amepanga kuwapepeta niye kama, ila nimekuombea wewe imani yako isitindike. Maana yake ni kana kwamba anamwambia nilisikia mazungumzo kati ya shetani na Baba. Shetani ameshapewa ruhusa ya kuwashughulikia, ila mimi nimekuombea wewe kwa sababu najua una mvuto. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hoja ni kuruhusiwa. Ukiona jaribu limekujia, yani Mungu akusaidie uweze kuelewa hii. Uenda nikaishia hapa, mengine tuendelee kesho. Ukiona mchawi amekuja nyumbani kwako, jua ameruhusiwa. Tunaanza kuelewana sasa eh? Kwa hiyo ukiwasikia huko jua amefanya nini? Kama hajaruhusiwa na baba yako, hakanyagi hapo. Na ukiona ameruhusiwa, jua baba yako ameshakulinda tayari. Nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Unajua ukijua haya utaanza kuwa na ujasiri. Gusa kidogo mchungaji ombi la Joshua kwa. Tusikie anavyoomba, alafu uone tofauti. Fungu la 6 sijui. La 6. Ili na wewe uone tofauti. Ngapi mchungaji? Ni la 6. La 6. Sikiliza maneno haya. Akaomba kwa sauti kuu. Akaomba kwa sauti kuu akisema, Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zetu. Jamani, ndio maana niliwaambia muachane na Kiswahili cha zamani. Kwa leo, siku nyingine endelea nacho. Kinasema kile cha zamani, Mungu wa baba, huko amesema Mungu wa babu zetu. Hebu tulia. Sitaki kurudia. Ukipata muda unaweza ukaangalia masomo yale yalipita huko nyuma wiki nzima. Sijajua kama hawa ndugu zangu wanayo Mahubiri TV ili angalau uweze kupata flash ukayatazama. Lakini nataka tu nikuchokoze kidogo. Mungu wa babu zetu. Una habari kuna miungu ya babu zako ambao wakati mwingine inakuwinda ili urudie ukaiabudu. Ndio maana natakiwa ubadilishe ubini kuanzia leo. Sina maana kwamba ubini wa kuzaliwa, ila ubini wako uendane na Mungu wa mbinguni. Usiruhusu kufungua milango yote ile miungu kuingia kwako tena. Ellen White ameeleza vizuri kwenye kitabu cha Mind, Character and Personality. Ameeleza vizuri kwamba kuna milango ambayo inawawinda watoto wa Mungu ili waifungue, ili miungu ya baba zao au mizimu kwa lugha ya kwetu ya Kiswahili ipate milango ya kuingia. Funga milango yote, usije ukaruhusu. Haleluya. Mungu wa babu zetu. Endelea kidogo. Wewe ndiwe Mungu uliye mbinguni. Fuatilia vizuri anachokieleza. Wewe ndiwe Mungu uliye wapi? Mbinguni. Endelea mchungaji. Wewe unazitawala falme zote duniani. Sikiliza mpangilio wa hilo ombi lake. Wewe unatawala falme ngapi? Zote duniani. Zote duniani. Unao uwezo na nguvu, wala hakuna wezaye kupinga. Endelea. Ni wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii. Wakati watu wako Israeli walipoingia katika nchi hii, ndio ukawapa wazao wa Ibrahim, ndio rafiki yako, iwe yao milele. Ishia tu hapo kidogo. Naomba wote mnitazame. Mpaka dakika hiyo maombi yote yaliyoko hapa. Ametaja shida yake hapo. Wewe kule ukiomba unaombaje? Cha kwanza. Nataka uone tofauti ili ukiingia kwenye maombi uanze kubadilisha style. Wewe ukiingia cha kwanza ni nini? Baba, nibariki. Nitendee Mungu. Ona biashara yangu inapokutika. Tena kuna gia nyingine ambayo tunamfanya Mungu si Mungu wetu. Yaani unajua kuna picha ya Mungu tuliendea ambayo si. Eti unajaribu kumshawishi Mungu kwa zaka zako ili alinde biashara yako. Kwa style hii. Baba, si unajua hapo ndipo ninapotolea zaka baba. Kwa hiyo yaani unamtishia Mungu kwamba usipoilinda hiyo biashara hutapata zaka. Mungu wako ana shida ya hela. Na nyamaza kidogo, maana najua hiyo itikadi mnayo akilini mwenu. Najua kabisa kuna fungu la Malaki unalitumia kwenye hicho kigezo. Fungu la Malaki ni nukuu nje ya muktadha na maana yake. Kama Mungu wako wewe ana shida na hela, achana naye.
kwa sababu kuna siku atahongwa akuue. Na nimewaruhusu sasa, ikifika mtaniuliza maswali, mchungaji umetuchanganya. Na mimi nataka niwachanganye ili muondoke na itikadi za zamani, mumfuate Mungu wa kweli ambaye hahongwi. Hasa mchungaji, kwa nini tunatoa zaka na sadaka? Hatutoi zaka na sadaka ili mali zetu zilindwe. Usije ukachanganya mafaili. Zaka na sadaka ni mali ya Mungu. Yaani mimi nampa mchungaji hii simu yangu, bwana nishikie naenda kuhubiri, alafu baadaye nikirudi utanipatia. Alafu mchungaji ananipa simu yangu baada ya mahubiri, namwambia ise, wewe ni mtu mzuri sana. Yaani akiichukua ni mwizi. Tunaanza kuelewana hapo sasa. Ngoja niweke vizuri, maana kuna sentensi nimesema hapo nyuma mwende kakuchanganya. Zaka ni mali ya Mungu, ni ya kwake. Hiyo usidhani kwamba unamhonga, wala usimtishie kwamba linda mifugo yangu, unajua kuna unatoa zaka yako. Hilo ni vitisho. Acha maombi ya vitisho. Ya Mungu naye akwambia, haya basi silindi ili nikose zaka yangu. Anayeumia ni nani? Atakayeumia ni nani hapa? Ni wewe. Maana dunia na vyote vijazavyo ni mali. Hana shida na dhahabu hiyo. Kwa cha kwanza kabisa ujue kutoa zaka sio swala la kumtishia Mungu. Zaka ni ya kwake yeye. Haleluya. Nataka ninyooshe hapo vizuri. Sadaka ni ishara ya upendo na kutambua matendo yake kwako. Kwa unapotoa sadaka, umemwambia ninakushukuru kwa kunipa oksijeni, ninakushukuru kwa kunipa akili ya kufanya biashara, ninakushukuru kwa kunipa uhai, ninakushukuru kwa ajili ya afya, ninakushukuru. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo sadaka yako inapima shukrani yako kwa Mungu. Kwa ukimpa 3,000 ndio kiwango cha shukrani yako. Yaani hapo ndio umepima, hapo ambia Mungu wale mtendea, chukua buku 3. Jamani, inaingia akilini hiyo? Sasa twende vizuri ombi hili. Anza kubadilisha staili ya kuomba. Utakuja siku moja tu kuniambia, mchungaji, kwa kweli nimeanza kuona tofauti. Katika maombi yako, acha kutanguliza shida. Baba yetu uliye mbinguni. Unasikia Jehoshafati alipoanza, mchungaji anzia hapo kwenye ombi fungu la 6 hapo. Ulikalisha na ile sala ya Bwana. Fungu la 6. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Mungu wa babu zetu. Aha. Mungu wa babu zetu. Kana kwamba nataka kusema wewe ndio uliyewazaa hao. Baba yetu uliye mbinguni. Umeona jinsi inavyofanana endelea. Wewe ndiwe Mungu uliye mbinguni. Jina lako unaona uwiano wewe. Wewe cha kwanza ukianza ada, Mungu watoto wangu wanafukuzwa shule. Baba, hii aibu nitaipeleka wapi? Yaani hata unavyoomba, unajua tunapoomba ni kama vile kutuma maneno kunuiza katika ulimwengu usioonekana. Na ukumbuke katika ulimwengu usioonekana au wa kiroho kuna kambi ngapi? 2 ziko hapo. Na kila kambi inasukumwa na matamshi yako. Utawapa nguvu malaika kwa matamshi yako. Utawadhoofisha kwa matamshi yako. Kwa jinsi unavyoongea inategemea unaongeaje. Kuna kambi moja unaipa nguvu, kuna kambi moja unaidhoofisha. Yaani kuna saa malaika wa Mungu ametumwa kupigana kwa ajili yako, wanashusha mabawa chini kwa sababu ya matamshi yako. Nitapeleka wapi aibu hii? Maana yake umeniacha. Wakati Mungu anasema sitakuacha, niko nawe siku ngapi? Kwa kusema tu nitapeleka wapi aibu hii? Mungu mbona malaika wa Mungu waliokuja kupigania na maguvu yao yote wanaishiwa na nguvu, wanashusha mabawa chini, alafu wa shetani wananyanyuka juu, wanasema tumemuweza. Tulitaka amuone Mungu ni mbabe, tumefanikiwa. Tulitaka tumuonyeshe baba yake amemwacha, tumeweza. Ila ikatokea ukarudisha akili ukasema ndiwe Mungu mbinguni, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Malaika wanaanza kuwa na nguvu tena. Safi, msikia mmemsifu baba yetu tena. Unaombaje? Wamefunga ndio. Anaomba kwa sauti ndio.
lakini anatamka nini? Umeambiwa uombe, ndio. Pale nyumbani kwako unaomba, ndio, lakini unaombaje? Sauti yako inatamka nini? Maneno gani yanayofuata baada ya hapo? Maneno yana nguvu, yana uzito. Ndio maana anasema, Biblia iko wazi kabisa, mtu atakula matunda ya ulimi. Uzima na mauti ipo katika nguvu ya ulimi. Unatamka nini? Unaomba nini? Siku moja anza hili zoezi. Ukiwa na shida hata kama ni kubwa kiasi gani, japo taangalia kesho huko chini baadaye tuone mambo jinsi yalivyo. Haijalishi una shida kubwa kiasi gani, acha kutamka shida. Iwe ni kazi moja tu. Mweleze Mungu alivyo mkuu. Rudia tena fungu la 6, sentensi za awali, tuingie kwenye maombi sasa. Fungu la 6 hapo. Sentensi za kwanza hizo. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Mungu wa babu zetu. Mungu wa babu zetu. Wewe ndiye Mungu uliye mbinguni. Wewe ndiye Mungu uliye wapi? Mbinguni. Mbinguni. Maana yake jinsi ulipo huko juu, kinachoendelea chini unakiona. Hata maadui aliyokuja haina kwamba hukuwaona, umewaona hata wewe. Maana huko Mungu wapi? Mbinguni. Wewe unazitawala falme zote duniani. Yaani kwa lugha nyingine, hao wanaokuja kunishambulia, bosi wao ni nani? Wewe ndiye mtawala wa kila kitu. Hata kama kuna miungu mingine imewasukuma kuja kupambana hapa, lakini uliruhusu. Unapoamini na kuelewa kwamba hakuna chochote kilichokupata au kinachokupata ambacho baba yako hajui, ukishaamini hivyo, utakuwa na ujasiri na utashinda vita ya kiroho. Kwa taarifa yako, mtazame, tunaenda kuomba. Kwa taarifa yako, Mungu hapumziki Sabato. Wanataka kunipiga mawe. Mimi nipe ushahidi kama Mungu anapumzika Sabato. Mimi nitakupa ushahidi hapumziki. Maana hachoki, hasinzii. Haleluya, amen. Najua utanipeleka Mwanzo 2. Achana na Mwanzo 2. Mwanzo 2 nasema Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi zake. Ina maana ile siku ya Sabato Mungu alistarehe, akaacha. Unajua maana ya kuacha? Ni kusitisha. Maana kila kitu kiko sawa. Alipokuja Yesu Kristo, Wayahudi walijua Mungu anashika Sabato. Wakamwambia, mbona umeivunja Sabato? Akajibu akamwambia, baba yangu anafanya kazi hadi. Sabato sio ya kwamba eti Mungu anaimiliki yeye kwamba apumzike. Alikupa wewe kama zawadi. Sabato ilifanyika kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya, na wewe ni nani? Ni mwanadamu. Kwa Sabato ni kwa ajili ya mwanadamu. Mmiliki wa Sabato ni Mungu, ila mnufaika wa Sabato ni wewe. Haleluya. Kwa nini anafanya kazi hadi siku ya Sabato? Yuko bize na malaika zake wanakulinda mnavyopita na hizo basikeli zenu kuja kanisani. Siku malaika wakipumzika Sabato, tumekwisha. Naomba msimame. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, ni ya kwako wewe. Yuko Mungu mbinguni, huyo anaona kila kitu. Mimi sijui unapitia nini. Kabla ya hofu kukushika, kabla ya kuona kesho itakuwaje, madaktari wamepima, wameona nini, kabla ya kutishiwa na hiyo, kumbusha ugonjwa wako kwamba yuko Mungu mbinguni. Wamekutumia karatasi ya ada ya mtoto na hujui fanye nini. Iangalie ile karatasi, ongea nayo, iambie, wewe karatasi, nataka nikupe taarifa, yuko Mungu mbinguni. Haleluya. Wako watu wamekutukana kwa walivyokutukana. Kabla ya kuanza na stress, kwani nimewakosea nini? Mimi nimewafanyia kitu gani mpaka wanitukane? Yale matusi yasikilize, maana wewe ni mtu, lazima yatakuja. Lakini yakishakuja yanaweza kuvuruga ubongo wako. Yaambie, enyi matusi, yuko Mungu mbinguni. Haleluya. Anayewatawala hadi waliokutukana. Akamtukana Daudi, mtu mmoja ambaye Daudi anapita hapo chini ya kilima. Akatokea mtu mmoja wa nyumba ya Sauli anaitwa Shimei, akamtukana Daudi. Ndipo jemadari wa Daudi mmoja akamwambia mfalme, na aniruhusu niende hapo juu kwa huyo jamaa anayekutukana, nikakuletee kichwa cha huyu mbwa mfu. Yaani kwa lugha nyingine,
Huyu hata mgambo hajaenda. Nikienda tu hapo mimi nakata kichwa na kuletea. Mfalme akamgeukia yule askari wake, na yule askari wake alikuwa ni mtoto wa dada yake na Daudi, anaitwa Seruya, dada mkubwa ambaye alikuwa na nguvu na jina kubwa kuliko mume wake. Daudi hamtaji hata baba yao, ila akamgeukia akamwambia, nina nini nanyi enyi wana wa Seruya, watoto wa dada yangu? Yaani nahitaji kutetea, alafu nasema nani? Nasema mwache anitukane, maana Mungu amemwambia mtukane Daudi. Watu wakikutusi, acha kulalamika, tulia, waambie ni mnanyamaza, nitukaneni ninavyotaka, maana Mungu ameruhusu. Daudi akaeleza siri ya kukubali yale matusi, anasema kwa kufanya hivi Bwana atageuza kuwa baraka. Roho Mtakatifu akusaidie uelewe hii. Kuna saa matusi na masengenyo yaliruhusiwa ili ujue namna ya kuyabadilisha yawe baraka, ila badala ya kubadilisha kwa baraka ulilalamika. Ukitukanwa sema asante. Haleluya. Ukisingiziwa sema, hata kusema hata hilo kanisa lao sitaenda, hawezi kunisema kiasi hiki. Umeshindwa kubadilisha ile iwe baraka, unataka ifanye kuwa laana. Nenda kanisani tena, kaa siti za mbele, wakuone kabisa kwamba hujatikiswa na chochote. Tena watakuja, hujasikia, ambie nimesikia sana, ila Bwana aliruhusu. Yuko Mungu mbinguni. Mungu atusaidie sana. Fumba macho yako. Baba, wewe ni Mungu mbinguni. Ombi la Jehoshafati na matokeo yake tumeangalia tu sehemu ya kwanza. Kesho tunaingia sehemu ya pili, lakini kwa haya machache tu, sentensi chache za Jehoshafati zimetufungua akili. Kuna mtoto wako hapa amepitia magumu, amepitia machungu. Leo umemkumbusha wewe upo, Mungu wetu. Kuna saa tumeomba na kulalamika kana kwamba hukuona, kumbe uliona yote, mpaka zile hasara za kiuchumi tulizoingia uliona. Leo tunakiri mbele ya watu wote, wewe uko Mungu mbinguni, unayetawala falme zote, unayetawala mamlaka zote, wote wako chini yako. Baba, tulikuwa hatujui kwamba kumbe hata majaribu yanapokuja ni mpaka uruhusu wewe. Tulidhani umetusahau. Kuna saa tumeomba kana kwamba wewe Mungu tunahitaji tukushtue kwamba Baba umesahau, mbona kama hunioni, wamekuja mpaka kwangu. Lakini nasema niliona yote haya, nahitaji yageuke yawe baraka. Hata tumeimba nyimbo na tunasahau kwamba mashaka yanageuzwa kuwa baraka. Tulisahau, leo umetukumbusha. Ninaomba kwa ajili ya mtoto wako anayesikiliza kwa njia ya television aliyeko hapa, huisha tena moyo wake akajue wewe upo. Kuna dhambi imemhangaisha, amejaribu kuacha, imeshindikana, mpaka amekata tamaa. Leo mkumbushe upo Mungu mbinguni, na katika dhambi hiyo utampa ushindi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ikiwa kuna mahali alipuuza mafundisho ya Roho wako, mkumbushe leo, ili arudi katika shule ya Roho Mtakatifu inayompa ushindi wa dhambi. Ninakutukuza maana unajua kusema nasi katika lugha tunayoelewa. We ni Mungu wetu. Jioni ya leo ikawa ni jioni ya baraka, ukabariki watoto wako wote walioko hapa. Tupatie kambi jema lenye hekima na maarifa, tuondolee magonjwa, tupatie afya njema. Tunajikabidhi kwako usiku wa baraka na neema tele, maana wewe uko Mungu mbinguni. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana abariki sana.